Karibu mtazamaji wa Ruyagila TV katika historia ya kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini linalopatikana mkoani Kigoma. Mimi ni msimuliaji wako Hagai Ruyagila. Karibu uambatane pamoja nami. Kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu ni kanda ya kanisa kuu lililopo mjini Kasulu na miongoni mwa makanisa yanayounda kanda 12 zilizopo katika Diocese ya Western Tanganyika yenye makao makuu yake mjini Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa lipo Kasulu mjini, barabara ya kuelekea Kibondo mkabala na Brazil Hotel. Hapo zamani maeneo ya Buha, Kasulu kwa sasa halikuwepo kanisa la Anglikana. Injili ilitokea maeneo ya Buganda nchini Uganda, ambapo injili hiyo ilienezwa na mwinjilisti Elifasan Matovu, huku kanisa hilo likaanzia maeneo ya Gwihahuru huko Herujuu mnamo mwaka 1938. Baadhi ya wazee kutoka kanisa la Anglikana Gwihahuru Herujuu, akiwemo mzee William Wagwene, Jacobo Kasoma, Hosea Kiogoma, Samson Heguye Mjejwa, Denal Mjejwa na mzee Ntiruka, ndio walikuwa wakieneza injili, ambayo huduma hiyo ilikuwa ikifanyika kwenye miji ya watu. Mwanzoni kanisa lilijengwa kwa majani, lakini mnamo mwaka 1954 mpaka 1955 baadhi ya wazee wa kanisa hilo waliongoza ujenzi wa kanisa la mawe, akiwemo mzee Matayo Niobewe, mzee Kiogoma, William Wagwene, Jacobo Kasoma na wengine wengi. Ongezeko la waumini wa kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini lilipelekea kanisa hilo kukarabatiwa na kujengwa kanisa lingine kwa tofali za kuchoma, ndipo likapewa hadhi mwaka 1966 ya kuwa kanda ya kanisa kuu na makao makuu ya Diocese ya Western Tanganyika. Likawa chini ya askofu wa kwanza marehemu Musa Kaurananga. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, kadri neno la Mungu lilivyokuwa likifundishwa, kuhubiriwa na kutangazwa ukweli wa Mungu kama Biblia takatifu isemavyo. Idadi ya waumini ilizidi kuongezeka, na ambapo kwa miaka kadhaa tangu awamu ya pili ya askofu marehemu Dr. Gerard Elias Mpango, wakati huo ulianza kuonekana haja ya kujenga au kukarabati kanisa kuu. Kamati ya ujenzi ilitafakari, ikaona ni vyema kupanua jengo hilo. Mkakati huo ukaendelea kushika kasi. Awamu ya 3 ya askofu Mhasham Sadok Yakobo Makaya, ndipo awamu ya 4 ya askofu Emmanuel Charles Bwata. Kamati ya ujenzi ikaketi kwa ajili ya kuzungumzia ukarabati mkubwa wa kanisa hilo. Wakati huo harakati za kuboresha kanisa hilo zilikuwa chini ya askofu wa kanisa hilo Mhasham Emmanuel Charles Bwata na msaidizi wake mchungaji Father Canon Caleb Zefania, wakati ukifanyika mkakati wa upanuzi wa jengo hilo ili kujenga jengo kubwa la kisasa ambalo lingekidhi mahitaji ya waumini wa kanisa kuu na Diocese ya Western Tanganyika kwa muda mrefu. Maboresho hayo makubwa ilikuwa ni kuinua paa na kufanya paa litegemee kuta, kuondoa nguzo zilizoshikilia kanisa na kuondoa paa la zamani, kuweka sehemu ya juu ya waumini kukaa, kuboresha sehemu ya madhabahuni, kuweka vioo madirishani na kuboresha milango, kulipa kanisa hilo muonekano mpya unaovutia. Hali hiyo ilianza kutekelezwa mwaka 2022. Ndipo ukarabati mkubwa wa jengo hilo la kuabudia ukaanza. Hakika mkono wa Mungu uliendelea kuonekana katika maboresho makubwa ya kanisa hilo, ili kuondoa changamoto kwa baadhi ya waumini kusali wakiwa nje.
Ujenzi wa jengo la kanisa haukufanyika eti kwa sababu kulikuwa na fedha za kutosha. La hasha, nia thabiti ya kupata jengo la ibada ambalo lingekidhi na kutosheleza mahitaji ya waumini wa kanisa hilo. Michango ya awali ilianza kufanyika, harambee maalum zikafanyika. Cha msingi ilikuwa ni kupata jengo zuri la kuabudia ambalo halitokuwa na changamoto yoyote. Ilifika mwezi Desemba mwaka 2024, ilipelekea baadhi ya ibada ikiwemo ya sikukuu ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kufanyika nje ya jengo hilo, sambamba na ibada ya mwaka mpya 2025. Hii ilikuwa ni kupisha ukarabati mkubwa wa ujenzi uliokuwa unaendelea kanisani hapo. Ujenzi wa jengo hilo mpaka sasa umetokana na fedha za waumini wenyewe na baadhi ya wadau wapenda maendeleo na kazi ya Bwana. Uboreshaji huo wa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea umechukua takriban miaka 2.5 mpaka hii leo jengo hilo linakamilika. Kwetu ni tukio kubwa la kihistoria, kwani tumepata neema, maana jengo hili la kanisa limezinduliwa na kuwekwa wakfu na Askofu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania, Mhashamu Fabian Maimbo Mdorwa. Tangu kuanza kwa kanisa kuu Mtakatifu Andrea ambalo ni makao makuu ya uaskofu wa Diocese ya Western Tanganyika, kanisa limepita chini ya uongozi wa maaskofu 4 mpaka sasa, huku askofu wa kwanza ni marehemu Musa Kaurananga. Alianza huduma ya uaskofu mwaka 1966 mpaka mwaka 1983. Huyu ndiye aliyejengesha awamu ya pili ya kanisa kwa kulitoa kwenye kuwa kanisa la mawe na kuwa jengo la tofali za kuchoma na mabati ya kisasa kwa wakati huo. Askofu wa pili ni marehemu Dr. Gerard Elias Mpango. Alianza huduma ya uaskofu mwaka 1983 mpaka 2010. Wakati wake aliboresha kanisa hilo kwa kuongeza ukubwa wa eneo la madhabahu na mabawa ya kanisa hilo. Askofu wa tatu ni Mhashamu Sadok Yakobo Makaya. Alianza huduma ya uaskofu mwaka 2010 mpaka 2021. Na sasa kanisa kuu na diocese hiyo inaongozwa na Askofu Mhashamu Emmanuel Charles Bwata. Alianza huduma ya uaskofu Januari 2022 mpaka sasa 2025 anaendelea kama askofu wa diocese hiyo. Huyu ndiye aliyefanya maboresho makubwa ya kanisa na kulifanya liwe la kisasa zaidi. Maboresho haya ndiyo kwa sasa waumini na viongozi wa kanisa wanashangilia na kumshukuru Mungu kulifikisha kanisa katika hali hii kanisa lilivyo. Licha ya kanisa hilo kuwa chini ya askofu, pia wapo makamu askofu waliopita tangu kuchaguliwa kwa askofu wa kwanza, ambapo makamu askofu wa kwanza ni mchungaji Canon Amos Baluguza aliyekuwa kwenye cheo hicho kuanzia 1983 mpaka 1998. Aliyefuata mchungaji Canon Michael Bashingwa 1988 mpaka mwaka 2000. Watatu ni mchungaji Canon Benedict Kasigara, alianza 2000 mpaka 2003. Wanne ni mchungaji Canon Lamek Maliatabu, alianza mwaka 2003 mpaka 2011. Watano ni mchungaji Canon Daniel Bugemwe, alianza 2011 mpaka 2012. Wa sita ni mchungaji Canon Herman Kapama, alianza usaidizi wa askofu 2012 mpaka 2014. Wa saba ni mchungaji Canon Daniel Msumi, aliyekuwa msaidizi wa askofu kuanzia mwaka 2014 mpaka 2018. Wa nane ni mchungaji Brighton William Kibabi, aliyekuwa msaidizi wa askofu tangu 2000
2018 mpaka 2019. Wa 9 ni mchungaji Canon Sadok Mnyampi aliyekuwa msaidizi wa askofu kuanzia 2019 mpaka 2022. Wa 10 ni mchungaji Father Canon Caleb Zefania alianza kuwa msaidizi wa askofu 2022 mpaka sasa 2025. Licha ya mafanikio ya ujenzi wa kanisa hilo, lakini hapa Askofu Emmanuel Charles Bwata anaeleza baadhi ya mafanikio na changamoto ambazo kanisa hilo lilipitia katika historia yake tangu mwaka 1938 mpaka sasa 2025. Mafanikio tangu dayosisi imeanza na tangu kanisa hilo limeanza ni mengi. Moja ni kusema kazi kubwa ya kanisa ni kueneza Injili. Kwa mafanikio tunayaona. Unaona kila mwaka tunakuwa na makanisa mapya yanajengwa. Watu wanapata neno la Mungu. Ukisikia historia na watu wanavyosema wenyeji wa dayosisi ya Tanganyika na Kasulu kwa ujumla, utasikia maneno haya nakwambia kanisa la Anglikana limesaidia sana kutuondoa kwenye mambo mengi na hasa ile kuwepo migubiko kipindi hicho. Kwa mila ambazo zilikuwa ngumu, ushirikina. Kwa hiyo Injili imesaidia sana kututoa kwenye mazingira hayo ya maisha ya kienyeji na kutuleta angalau kwenye maisha ya kutambua Mungu. Kwa hiyo uinjilisti, kuhubiri Injili na kuwafanya watu wamjue Mungu imekuwa ni mafanikio makubwa sana ya kanisa kuu. Kama vile unavyowaza mafanikio kila siku, pia unawaza na changamoto. Na changamoto ambazo tunaziona na tunaendelea nazo ni kwanza unazungumzia swala mzima la kanisa kujiendesha. Kwa maana ya kwamba kwa miaka mingi sana kanisa letu litegemea sana maisha na misaada ya kutoka magharibi. Lakini miaka hivi karibuni tunapata changamoto. Naona sasa makanisa magharibi maisha yao na hali zao na mambo wanayofanya mengine kwa kweli hatukubaliani nayo. Kwa hivyo tunaona kwamba si vizuri kuendelea kuwategemea wao. Lakini pili ni hali halisi ya uchumi wa dunia kwa ujumla na watu ulionao. Wenyeji wa Kasulu asilimia kubwa ni wakulima. Kwa hiyo anamtegemea mkulima huyu, anaangalia mvua. Mvua isipopatikana kipindi hicho, mazao isipokuwa mazuri, na wewe unajua uendeshaji wa kanisa unakuwa mgumu. Kwa hiyo ile tu ya kutegemea kwamba unategemea kuendesha kanisa au dayosisi kwa kutumia tu sadaka za watu, hiyo inaleta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo nadhani ipo haja ya kuwa na njia mbalimbali za kuweza kuliendesha kanisa, ikiwemo vitega uchumi na vitu kama hivyo ambavyo tunapambana navyo. Tunavikosa lakini tunapambana navyo. Na lipi hautasahau liwe zuri au baya katika utumishi wako tangu ulipoingia madarakani kuongoza dayosisi hii, hususan hapa makao makuu ya dayosisi? Yako mengi, lakini niseme tu kubwa ni kwamba kupata nafasi ya kuchaguliwa kuwa askofu katikati ya wengi si jambo ambalo unalichukulia kirahisi. Si jambo ambalo nalichukulia kama wazungu wanavyosema for granted, hapana. Kwa hiyo kila wakati wanawaza kwa nini mimi kuchaguliwa kushika nafasi katikati ya wachungaji wengi kama nilivyosema zaidi ya 200, alafu na kuchaguliwa wewe kuwa askofu na kuongoza watu. Kwa hiyo kwangu na pengine si katika mazingira ambayo nilikuwa nafikiri kwamba naweza nikaingia mazingira kama haya. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo pamoja na kumshukuru Mungu, lakini pia linanishangaza, lakini nalipokea na namshukuru Mungu pia kwa neema hiyo. Mtazamaji, baada ya kusikia mafanikio hayo na changamoto hizo za kanisa hili, hapa tunakwenda kufahamu baada ya kukamilika kwa jengo hilo ni upi mtazamo wa Dayosisi ya Western Tanganyika kwa sasa. Kama kiongozi wa 4 kwa dayosisi, malengo yangu hayawezi kutofautiana sana na wenzangu waliotangulia, kwa sababu tunafanya kazi moja. Wao wamefanya kazi mpaka mahali. Kwa hiyo mimi nia yangu ni naendeleza pale ambapo wazee wangu hawa walipafikia au walipafikishia. Kwa hivyo moja ni kama hilo kwamba tumekuwa tukihimiza kwanza tuwe na miundombinu mizuri, kwa mfano makanisa, nyumba za wachungaji,
ziwe nzuri, lakini watu kuendelea kumjua Mungu zaidi katika maisha yao, kuendelea kuhubiri Injili. Na lakini pia tumeingia na kauli mbiu hii ya kusema tumtumikie Mungu kwa furaha, kumtumikia Bwana kwa furaha. Sasa kumtumikia Bwana kwa furaha ni jambo ambalo watu kweli wanatakiwa waione furaha. Sasa wanaionaje? Lazima tutembee pamoja. Lazima tujue kwamba hivi tunafikiaje furaha ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ndio hicho tunachokifanya. Kwa hiyo tunahitaji kuweka mazingira yenye kuleta furaha. Yapoje? Yako mengi tunayafanya na tunayawaza na tumeyaweka mbele ya watu, na nadhani moja baada ya nyingine tunaona inaendelea, ikiwemo na wachungaji wetu kuendeleza kielimu. Kama hayo, tuwe na wachungaji ambao wataendana na kasi ya ulimwengu wa sasa. Mabadiliko ni makubwa. Lakini si tu elimu ya theolojia peke yake, lakini tunatamani wachungaji wawe na elimu secular hizi za kawaida. Mtu awe mchungaji, lakini hata akiwa daktari si baya. Akiwa mhasibu si baya. Akiwa afisa maendeleo, mwanasheria na mambo kama hayo, lakini ni mchungaji. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tunakwenda nayo. Lakini pia uanzishaji wa miradi ya mbalimbali ya makanisa, makundi yaliyomo makanisani na dayosisi kwa jumla, ili tuwe na uwezo wa kujiendesha zaidi kuliko kutegemea tu aina moja tu ya mapato ambayo ni sadaka kwa waumini. Kwa hiyo haya ni malengo makubwa, tutegemea kamilike leo au kesho, lakini tunaendelea nayo. Lakini tuna maboresho mengine, kiwemo chuo chetu cha kuandaa wachungaji ambacho hapo kimekuwepo miaka mingi tangia kilipoanza, miaka ya 30 huko. Wakati huo Kasulu kalikuwa kama mji kadogo sana. Sasa leo chuo kipo katikati ya mji. Kwa hiyo unaweza ukaona mazingira ya kuandaa wachungaji yanakuwa kidogo si salama. Kwa hiyo tunahamisha chuo na tuna maeneo yetu pale Nyumbigwa na tunataka kujenga pale. Kwa hiyo ni uboreshaji ambako sasa kule tuna imani tutakuwa tunajenga majengo ya sasa hivi ya kisasa. Sio yale ambayo yako mahali pale. Lakini kama unavyojua pia tuna mradi huo mkubwa wa kujenga kitega uchumi cha hoteli hapo maeneo ya highway. Tuna fedha kidogo za kuanzia, kwa hiyo tutataka tuanze mara moja kazi. Kwa hiyo maboresho ni mengi yanaenda mpaka kwenye makanisa huko bado tunahamasisha watu kuangalia hali za nyumba. Makanisa mengi ni mazuri, wanajenga makanisa ya kisasa, tunajenga makanisa ya kisasa, lakini miundombinu na nyumba wanazokaa watumishi nadhani ndizo pia tunahamasisha ziwe bora zaidi na za kisasa zaidi. Kwa hiyo mipango yetu ni hiyo, ni mikubwa. Tunahitaji kuomba Mungu, tunahitaji kuhamasisha watu ili kazi iweze kufanikiwa. Kwanza mimi nianze kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu hawa wa Mungu. Lakini pia ni washukuru sana watu wenyewe wa kanisa kuu na wana Wesley Tanganyika kwa ujumla. Nimekuwa mchungaji miaka yangu 25, lakini nimekuwa sasa askofu kwa miaka 3. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka 3 nimeona jinsi ambavyo uungwaji mkono wa watu katika kazi ni mkubwa. Ndio maana unaweza ukaona kazi kubwa kama hiyo ya kanisa kuu kurekebisha imefanywa ndani ya muda mfupi sana. Hiyo ni spirit ya watu, wanaona umuhimu wa kumtumikia Mungu kwa furaha. Kwa mimi wito wangu ni ule kwamba bado Mungu wetu anataka tumtumikie kwa furaha. Na furaha hiyo ipo kweli. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha na kuwaomba Anglikana wa dayosisi yetu na wa kanisa kuu kwamba Mungu ametuita tumtumikie. Na utumishi wetu ujawe furaha. Potelea mbali changamoto tunazokumbana nazo, lakini furaha ile ya utumishi wa Mungu ikitangulia, tutafanya makubwa zaidi yaliyopo sasa. Kwa mimi ni wito wangu na kuombea baraka katika mwaka 2025 na miaka mingine kwamba Mungu anataka tufanye mambo makubwa zaidi. Na haya tunayaweza kwa sababu watu hawa ambao nawaongoza wana nia hiyo, wana hali hiyo na wana wito wa kumtumikia Mungu. Na je, waumini wa kanisa la Anglican Diocese of Western Tanganyika kutoka kanisa kuu la Mtakatifu Andrea wanazungumziaje uwepo wa kanisa hili? Kwa majina naitwa Bartholomeo Malaki. Kweli uwepo wa kanisa hili kwa hapa mjini Kasulu imesaidia sana watu kukua kiroho, kwa sababu ni kanisa la siku nyingi. Kwa hiyo tunajivunia kuwa na cathedral yetu ambayo ni kanisa kuu. Kama unavyoona sasa hizi kanisa limekuwa kanisa la mfano, kanisa nzuri sana, yani ambalo kwa kweli na sisi tunajivunia kuwa na kanisa kama hili. Kwa kweli
tunampongeza askofu wetu Emmanuel Ribwata kwa kazi ambayo ameifanya katika kanisa hili, kwa sababu maaskofu wote waliopita walifanya kazi. Hata Dr. Gerald Mpango aliweza kupanua hili kanisa. Basi na yeye huyu askofu wetu naye ambaye ni Emmanuel Ribwata ameona naye tena aweke kanisa la kisasa zaidi. Kwa kweli katika makanisa ambayo katika mkoa wa Kigoma na Tanzania, basi na kanisa letu limo. Kwa majina naitwa Ana Bujiji na ni muumini wa kanisa la Anglican Kasulu. Kwa kweli hili kanisa, kwanza tunamshukuru Mungu. Hatukujua kama tungefika hapa tulipo. Maana tulijaribu kutafuta huku na kule kwamba hapa tunafanyaje. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa kiongozi ambaye alikuwa na maono yake, na alivyolileta kwa waumini tukashikamana. Na ndio maana mpaka hapa tulipofika. Mungu ni mkuu. Ameweza kutufikisha hapa tulipo. Kiukweli tunajivunia kama waumini wa kanisa kuu la Anglican. Tunajivunia kuwa na kanisa zuri la namna hii. Ni kitu ambacho hatukutegemea kabisa. Kwa nafasi yetu tulionayo sasa hivi, tunaona kwamba tunajivunia kwanza ni maendeleo. Na hicho ndio kitu cha msingi sana ambacho askofu wetu alikuwa anapenda sana maendeleo. Kwa wakati uliopita, siwezi kuzungumzia sana wakati uliopita kwa sababu mimi sikuwepo. Lakini kwa wakati huu ambao tulipata kiongozi ambaye anapenda maendeleo, na yeye alivyofikiria akawaza kwamba hapa tunaweza tukafanyaje kukalikuza. Kwa kweli tunajivunia sana kama waumini wa kanisa kuu. Tuna kitu cha kujivunia. Na hasa waumini. Kwa kweli hatukutegemea hiki kitu kuwepo kwa kanisani hapa. Jina langu naitwa Philibert Lameck Rugozama. Ni muumini wa kanisa hili, lakini pia ni mwalimu wa kwaya moja wapo kati ya kazi zote kanisani hapa. Mimi ni mwalimu wa kwaya moja inaitwa KCC, kwa maana ya kwaya ya kanisa kuu hapa. Hii tunaita ni Fahari ya Kasulu. Licha ya kwamba kanisa hili linakuza watu kiroho, lakini pia linawajenga watu kiroho, lakini bado limefanyika kuwa kivutio hasa katika mji huu hapa Kasulu. Ukiangalia maeneo mengi mimi nimezunguka ndani na nje ya nchi, makanisa mbalimbali nimehudumu, lakini hili naona kama ni sehemu mfano. Kwa sababu ukiangalia hata kanisa la jimbo ambalo lipo makao makuu ya kanisa kwa ujumla Tanzania, kwa maana ya Dodoma mjini, bado liko chini ya hili tunaloiona hapa Kasulu. Kwa ni jinsi gani ambavyo inaonekana kwamba watu waliopo waumini wanaosali hapa wanaonekana kuwa na maono makubwa zaidi. Lakini zaidi ya yote tukimshukuru na kumpongeza sana kiongozi wetu baba askofu ambaye anaenda kwa jina la Emmanuel Ribwata. Amekuwa ni chachu kubwa sana ya maendeleo ya kanisa hili, kiasi ambacho tunajivuna kweli kuwa na kiongozi kama yule. Mpaka hapa tulipofika ni juhudi na maono ambayo yametengenezwa na yeye. Actually kanisa hili limeanza muda mrefu, lakini kwamba mpaka tunapokuja tunasema tunaita kutabaruku kanisa kubwa namna hii, aise amechangia maono makubwa kiongozi wetu askofu Emmanuel Ribwata. Wana walikuwepo viongozi waliopita, kila mmoja alifanya kwa sehemu yake na tunawapongeza, lakini bado sasa kwa hatua hii ambayo tumefikia tunampongeza zaidi sana baba yetu askofu Emmanuel Ribwata. Amekuwa chachu na mchango mkubwa wa kufanya yote haya. Japokuwa alikuwa na viongozi waliokuwa wakimsaidia, hasa sabdini wetu anaenda kwa jina la Karebo. Amekuwa naye chachu pia, kwa sababu muda mwingine askofu alikuwa akitembea huku na huko kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi, lakini bado kazi aliendelea kumwachia huyo sabdini, akaendelea kusimamia kazi mpaka hapa ilipofika. Kwa ujumla tunamshukuru Mungu kwa ajili ya usimamizi huo wa viongozi wetu hao ambao mpaka sasa wametufikisha mahali hapa. Na katika hilo bado tunaendelea kumtukuza Bwana tukisema kwamba mpaka hapa tulipofikia Mungu wetu ni Ebeneza. Mtazamaji wa Ruyagila TV, karibu kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, makao makuu ya Diocese ya Western Tanganyika. Kanisa hili linatoa huduma za kiroho na kimwili kwa waumini na wasio waumini, na hii ni kutimiza kusudi la Mungu kanisani hapo. Ibada mbili hufanyika katika kanisa hili, siku ya Jumapili saa 12 alfajiri na saa 3:30 asubuhi, ambapo huambatana na shule ya Jumapili. Pia ibada zingine hufanyika katikati ya wiki kama fellowship siku ya Jumatano,
mazoezi ya kwaya, kujiandaa na ibada ya Jumapili na ibada ya mafundisho siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni. Shukrani za pekee zimfikie Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdori Mpango, kwa mchango wake wa dhati kuhakikisha ukarabati mkubwa wa kanisa hilo unafanyika, na sasa kanisa limekamilika. Lakini katika kuhakikisha ujenzi wa kanisa hilo unakamilika kwa wakati, shukrani pia ziwaendee viongozi wa dini, wadau mbalimbali wa maendeleo na waumini wote wa Diocese ya Western Tanganyika. Baraka za Mungu daima ziwe nanyi katika kuhubiri na kulitangaza neno la Mungu. Kweli Bwana Mungu katika Yesu Kristo ametusaidia, na mpaka sasa kanisa la Mtakatifu Andrea linaendelea kumtumikia Bwana kwa furaha. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako na mimi Hagai Ruyagila. Mungu awabariki nyote mliojitaabisha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili. Nahitimisha kwa kusema Mungu awabariki daima na milele. Amen.